Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie nione wananchi. Basi mimi kwanza nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Rongo siku ya leo. Na mimi nimekuja hapa Rongo na Migori kwa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Niko na mambo matatu ya muhimu nataka niseme. Kwanza, tumekubaliana ya kwamba lazima tuanzishe ama tuzalishe uchumi wa taifa letu la Kenya ndio tuweze kuondoa umaskini. Kuzalisha uchumi wa Kenya, lazima tuhakikishe ya kwamba kilimo inafanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Na lazima tuweke support ya serikali katika kusaidia wakulima wetu ndio watuzalishie chakula, tuondoe njaa na tuzalishe uchumi. Sababu hiyo ndio tumepunguza gharama ya mbolea. Ndio tumeweka mpango kamili ya mambo ya kilimo ya sukari. Hii soni yenu hii ambayo imekuwa na matatizo, sasa tumeweka mpango maalum ambayo itafanya mambo matatu. Ya kwanza, italipa wakulima when they are due to be paid. Hatutaki tena ati mkulima anapeleka miwa yake baada ya miezi 1, 2, 3 hajalipwa. Tumesema mkulima alipwe every 1 week ama every 2 weeks. Tunaelewana jameni? Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba wafanyikazi walipwe every month. Saa hizi makampuni hizi bado wanalipa wafanyikazi baada ya miezi 2, 3, mpaka saa zingine sisi kama serikali tunakuja kulipa wafanyikazi wa kampuni ya sukari. Na ile hali hawafanyii kazi serikali, wanafanyia kazi kampuni. Na jambo la tatu, tuhakikishe ya kwamba vile wakulima wa kahawa na chai wanalipwa bonus, sisi tunataka wakulima hapa wa miwa pia walipwe bonus. Nyinyi mnanielewa jameni? Na hiyo mpango tumemaliza. Tumekamilisha kuanzia mwaka huu, end of this year, wakulima wa miwa hapa mtaanza kulipwa bonus. Na mimi mwenyewe nitakuja kuwasimamia hiyo maneno. Vile vile, ili kuzalisha mambo ya kilimo na tumeweka mpango ya sawasawa. Tumejenga soko kama hii ili wakulima wakitoa mazao yao shambani isikuje hapa ikaharibika. Hii soko itakuwa na cold room, itakuwa na storage, itakuwa na mahali wafanyabiashara watafanya biashara. Wakilete nyanya ama mboga, kutakuwa na mahali ya cold room isiharibike, wanaweza kupata mapato yao na tuweze kuzalisha chakula ya kutosha. Tuko pamoja jameni? Na sio soko moja hii peke yake. Hapa Migori tunajenga soko 11 kama hii. Na vile vile tukikamilisha hizo soko 11 tutaongeza ingine mpaka tuwe na soko ya kutosha kuhakikisha kwamba mazao ya wakulima wetu haiharibiki, inafika sokoni na wakulima wanapata faida na wafanyabiashara wanaendelea na tunafukuza njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Jambo la pili, mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya stima. Najua wananchi wengi hawajafikiwa na mastima makwao. Bado tuko na wananchi wanaishi kwa giza. Ni kweli ama si kweli? Na sehemu hii ya Migori ilibaki nyuma kwa muda. Na ndio nimemwambia Waziri Opiyo Wandayi, hii Migori haiwezi kukaa nyuma tena. Tunataka kuhakikisha kwamba Migori inasonga mbele. Na ndio sababu hiyo huyu Wandayi yuko hapa. Tumempatia shilingi 1.9 billion ya watu wa Migori County hapa. Na hiyo program ya stima, sikizeni ndugu zangu watu wa Migori, tumeelewana? Na hiyo program ya stima, nimemwambia huyu waziri ofisini anakaa siku 3. Siku 4 kwa wiki moja, siku 4 aende kwa raia, ahakikishe stima imetembezwa kila sehemu ya Kenya. So leo hapa Migori
naanzisha program ya rural electrification, kufikisha stima kwa manyumba ya wananchi. Na hata kama nyumba yako sio ya gorofa, hata kama sio ya mabati, uwekewe stima, utajipanga hapo mbele kujenga nyumba yako. Ama mnasemaje jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Jambo la nne, mimi nimefika hapa ni kwa sababu ya mambo ya mabarabara. Hapo nyuma tulikwama na mambo ya mabarabara kwa sababu uchumi ilikuwa na matatizo. Lakini sasa tumeweka mpango maalum, tumemalizana na madeni ambayo yalikuweko. Hata hii barabara yenu ya kutoka hapa kwenda mpaka Rongo University, nasikia ni kilomita 8. Ilianza ikakwama. Hiyo barabara sikizeni. Sasa tumelipa contractor na tumempatia pesa akamilishe. Hawezi kutoka kwa hiyo barabara mpaka ikamilike. Tuhakikisha kwamba sehemu hiyo inaendelea. Na kuna barabara zingine hapa Migori tumekubaliana na governor na women rep na senator na wabunge wenu ya kwamba barabara 18 zitakamilika Migori County in the next 1.5 years. Na tumeweka kwa budget. Sawa sawa. Tumeweka kwa budget. Na huyu ndugu yangu John Mbadi, si yeye ndiye mtu ya treasury? Si yeye ndiye mwenye pesa? Tumeweka kwa budget shilingi bilioni 2 ya watu wa Migori kusukuma stima this year. Tutaweka ingine next year mpaka Migori hii tukamilishe barabara zote. Tunaelewana watu wa Migori? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nyinyi mnajua mimi na baba tulikubaliana ya kwamba tuondoe siasa ya chuki na ukabila na siasa ya migawanyiko, tuunganishe Kenya, ndio tuhakikishe hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Mimi nawauliza watu wa Migori, tulifanya makosa kuunganisha Kenya hii? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Kwa hivyo mimi na baba tuendelee kuunganisha Kenya ili tupange mambo ya maendeleo. Watu wengine wamekasirika na mimi. Ati mbona nimeweka Mbadi kuwa waziri wa treasury? Ati mbona nimeweka huyu James Opiyo Wandayi kama waziri wa mambo ya stima? Ati kwa sababu hawakunipigia kura. Mimi nimewaambia serikali ya Kenya ni ya Wakenya wote, wale waliopiga kura na wale hawakupiga kura. Wakenya wote ni wanaolipa ushuru. Ama namna gani jameni? Na ni muhimu kuunganisha Kenya kwa sababu Biblia inatuambia mahali kuna umoja Mungu anaamurisha baraka. Hii nchi yetu itasonga mbele na baraka kama tutakuungana, tuwe watu wa nchi moja na taifa moja na hali moja. Watu wa hapa Migori mnasema tuendelee mbele jameni? Mnasema tuendelee mbele? Ama mnasemaje? Wale ndugu zetu, mimi nataka niwaambie, tafadhali let us remain focused, kwa sababu Kenya hii ile ya muhimu saa hizi ni kupanga vile wakulima watatuzalishia chakula, tuwasaidie tuondoe njaa. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba mazao yetu ya kutoka shambani iko na soko mahali ya kuuza isiharibike. Ya muhimu ni watoto wetu wasome, na ndio sababu tumeajiri walimu wapya 76,000 in the last 2 years. Na nimeambia huyu waziri wetu John Mbadi aweke pesa ingine shilingi bilioni 2, tuhakikisha kwamba mwaka huu tunaajiri walimu wengine 20,000. Ndio watoto wa Kenya kutoka sehemu zote, kusiwe na mtoto wa Kenya anakosa kwenda shule, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa kama watu wa Kenya. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wakipata elimu wanakuwa sawa. And that is what we are doing. Na tumesema pia ile higher education funding model tubadilishe, ili watoto wa kutoka jamii maskini wapatiwe scholarship ya serikali wakienda university ama wakienda TVET,
90% wapatiwe scholarship, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watoto wa kutoka jamii maskini pia wanaenda university kama watoto wa Wakenya wengine. Ndugu zangu, watu wa hapa Migori, mnasema tuendelee namna hiyo ama mnasema tuendelee namna gani? Tuendelee namna hiyo, tuunganishe Kenya, tusukume mambo ya watoto wetu wasome. Mmesema ni ajiri walimu wengine 20,000 wasomeshe watoto wetu. Mnasema tuwasaidie wakulima wetu watuzalishie chakula. Mnasema tupange ajira hawa vijana. Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Vijana wa Migori hoye! Vijana wa Migori hoye! Nataka munisikize. Vijana mnanisikiza? Nataka munisikize kwa makini. Sawa sawa? For the first time we have a plan on youth employment. Hii mpango hii ya affordable housing na hii mpango ya masoko hapa Migori tunajenga nyumba 10,000 mpya. Jana nimetangaza ya kwamba ile shamba ya serikali iko Migori town. Sasa tutatoa hiyo shamba tujenge manyumba 2,000 ya Migori hapa Migori town. Na tunahitaji vijana wengi zaidi ya 5,000 wa kufanya kazi ya program ya affordable housing na markets. Vijana wa hapa Migori, mko tayari ama mko tayari? Sikizeni tena. Jambo la pili, mimi nawapatia mpango ya ajira yenu. Jambo la pili, tumekubali pale Jitume Center, pale mambo ya ICT, kila mbunge, hata mbunge wenu hapa Bwana Paul Abor, tumemwambia ajenge ICT hub in every ward in hapa Rongo constituency. Na tunataka huyu mungwana, sikizeni, akijenga ICT hub, mimi naweka computer, mimi naweka internet, mimi naunganisha stima, mimi naleta walimu, ili hawa mahasla mnahangaika hapa, muende kwa ICT hub, mufinye computer, muweke pesa kwa mfuko. Mutajipanga ama mutangojea? Mutajipanga ama mutangojea? Mutajipanga? Mutajipanga? Sasa wewe Bwana Paul, harakisha mambo ya hawa vijana. Wanataka pale, kwa sababu tayari tumekubaliana na kampuni nyingi duniani kwamba Kenya has the best human capital anywhere in the world. Na hawa vijana wanaweza kupata ajira wakati wanafanya kazi katika mitandao, ili mitandao isiwe ni mahali ya kutukanana. Mitandao iwe ni mahali ya kupanga ajira. And that is my commitment, ya kwamba tutazungusha mambo ya internet, tutahakikisha kwamba kuna ICT hub so that we can hire more young people in the digital workspace, tuhakikisha kwamba we have digital jobs that can supply labor to the global community from our homes. Na jambo la tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba sasa tuko na nafasi. Ujerumani wanahitaji wa Kenya kufanya kazi. Marekani wanahitaji vijana wa Kenya kufanya kazi. Australia wanahitaji vijana wa Kenya kufanya kazi. Hiyo mambo ya export of labor, in the last 2 years we have taken 200,000 young people to work outside Kenya. Na mimi nataka vijana wa Migori mujipange. Nyinyi mtajipanga? Mimi nauliza nyinyi, wewe mtu ya Migori, kazi ikipatikana hapa Rio City si unafanya? Ikipatikana Migori si utafanya? Ikipatikana Nairobi si utafanya? Ikipatikana London si utafanya? Ikipatikana Syria si utafanya? Ama nyinyi ni watu wa kuchagua? Si tumekubaliana kazi ni kazi? Si ile imepatikana unasonga na yeye? Ama mnasemaje watu wa Migori? Tumekubaliana? Mnasema tuendelee? Sasa mwisho mimi nataka niwaambie viongozi wa taifa letu la Kenya, mimi nataka niwaeleze wakati huu ni wakati wa kupanga mambo ya kazi ya wananchi. Hii mambo ingine mingi ya kupanga siasa, kuna siku ya siasa itakuja, na hiyo ni 2027. Wanaume na wanawake watakutana kwenye debe. Wale watakuwa na bahati watasonga mbele, wale hawatakuwa na bahati watakwenda kuvua samaki, wengine wataenda kulima shamba. Hakuna problem. Ama namna gani? Mnasemaje nyinyi wananchi?
Si nyinyi wananchi ndio kuamua? Mimi nauliza hapa Rongo. Wewe, mtu ya tarumbeta ngojea. Sasa wewe mtu ya tarumbeta nimeacha nikuulize. Nilikuwa nimesoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa ndio tuende mbinguni. Sasa hii tarumbeta kwani tunaenda mbinguni leo? Ngojea na tarumbeta kwanza. Ama namna gani? Sasa niulize nyinyi watu waliosiri hapa, watu wa Rongo. Si nyinyi ndio mtaamua nani ataendelea, nani atabaki? Si nyinyi ndio mtaamua MCA, muamue wabunge na maseneta na magavana na rais, ama namna gani? Si mtaamua nani amefanya kazi? Hapa hakuna kuamua kwa sababu ati sura, mtu wako na sura. Hii si contest ya urembo. Hatutaamua kwa sababu ati nani ni wa kabila gani. Hawa wananchi wanataka kujua nani yako na mpango ya kujenga barabara, nani yako na mpango ya kuunganisha stima, nani yako na mpango ya kilimo, nani yako na mpango ya ajira ya hawa vijana. That is going to be the yardstick upon which the people of Kenya will elect the next leaders. Wasifikiri ya kwamba watatuuzia ukabila ama chuki. Tunaelewana? Hasira, ukabila, chuki, migawanyiko haina bei kwa mambo ya kutafuta viongozi wa taifa letu la Kenya wa siku zijazo. Ni mpango ya vile Kenya itabadilika, vile tutapanga ajira ya vijana. Nataka niwaulize wale tunashindana na wao, waanze kujipanga kuuza ama kutafuta sera ya kuuzia hawa wananchi. Chuki na fitina na ukabila iko bei chini sana. That they cannot succeed with. Tumekubaliana jameni? Bas, mimi niko hapa na viongozi wenzangu. Wacha nianze na governor wetu